Vatican, ishara ya utakatifu na nyumbani kwa mamilioni ya waumini wa kanisa Katoliki, dhehebu lenye wafuasi wengi zaidi katika dini ya Kikristo. Kila unapogeuka kuna alama ya utakatifu na ibada. Lakini je, unafahamu kuwa nyuma ya kuta hizi kuna mambo mengi yanayofanyika ambayo yameacha maswali? Si habari mpya kwa Vatican kuhusishwa na mambo mbalimbali yenye ukakasi. Lakini je, ulishawahi kusikia kuhusu Vatican kuhusishwa na kifo cha mtaalamu wa fedha aliyekuwa akifanya kazi katika benki ya Vatican iliyo chini ya kanisa Katoliki? Mtu huyu alikuwa mashuhuri kiasi cha kuitwa God's Banker, yaani mfanyakazi wa benki wa Mungu. Kifo chake kimeacha maswali mengi mpaka leo, huku watu wakihoji juu ya kuhusika kwa Vatican na kifo chake. Je, kuna mambo alitaka kuyatoa? Je, kifo chake ni mauaji au alijiua? Wacha tufuatilie kuhusu maisha ya mtaalamu huyu, na kama hujajiunga na chaneli hii mpaka sasa, bado una nafasi ya kujiunga na familia yetu. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi, na kabla kazi haijaanza, wacha tuwasikilize wadhamini wa video hii. Iwe unataka kujifunza forex, kununua signal au usimamizi wa akaunti, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza linki hapo chini. Halafu hakuna janja. Ofisi ipo barabarani kweupe, fika jengo la Victoria Noble Floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749. Iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Mwanzo nimekugusia kuhusu benki ya Vatican. Sasa najua hapa kuna Wakatoliki wanaofahamu kuhusu hili. Hivyo kabla sijakabwa koo, napenda kuweka rekodi sawa. Japo tunaita benki, kiuhalisia si benki, bali ni taasisi ya kifedha inayohudumia shughuli za kidini za kanisa Katoliki, na wenyewe wanaiita Institute for the Works of Religion, IOR. Lakini ili kuepusha kutumia maneno mengi ya kimombo, wacha nitumie neno benki. Sasa benki hii ilianzishwa mnamo mwaka 1942. Licha ya kwamba benki hii ilihusishwa maalum kwa ajili ya shughuli za kidini, wapekenyuzi wa mambo wamekuwa wakianzisha mijadala na maswali kutokana na kutokuwepo kwa uwazi juu ya taarifa fulani za benki hiyo. Sasa turudi kwenye maisha ya benka wa Mungu, ambaye jina lake kamili ni Roberto Calvi. Bwana Calvi alizaliwa mnamo mwaka 1920 huko Milan nchini Italy. Katika maisha yake alibobea sana kwenye masuala ya kibenki, na ujuzi wake ambao kwa wengi ulionekana kuwa ni wa kipekee ulimfanya akapanda vyeo na hata kufanikiwa kuwa mwenyekiti wa benki kubwa nchini Italy iitwayo Banco Ambrosiano. Kupitia uongozi wake, benki ya Banco Ambrosiano ilifanikiwa kukua sana na kuwa benki ya kimataifa, lakini ukuaji huo ulikuja na mambo meusi. Benki hii ilianza kuhusishwa na miamala fulani yenye ukakasi ilionekana kuwa kinyume cha sheria, na moja ya dili zilizoleta maswali zilionekana kufanyika kati ya benki hiyo na benki ya Vatican. Banco Ambrosiano ikatuhumiwa kuhusika sana katika matukio ya utakatishaji wa fedha, kufadhili harakati za kisiasa na kuhamisha kwa siri fedha za Vatican kwenda kwa watu wasiojulikana. Licha ya shughuli za kibenki, ushawishi wa Calvi ulienea ndani na nje ya Italy. Alikuwa na uhusiano na mafia wa Italy, chama cha siri chenye nguvu cha Mason P2 au unaweza kukiita Propaganda 2, na hata viongozi wa kisiasa katika Amerika ya Kusini. Connection aliyokuwa nayo ilimfanya awe mtu mwenye nguvu sana, lakini pia alikuwa akifanya kazi katika mazingira hatari sana. Mnamo mwaka 1981, mamlaka za Italy ziligundua kuwa Banco Ambrosiano ilikuwa imekusanya deni kubwa lisilokuwa na maelezo linalokadiriwa kufikia zaidi ya dola bilioni 1.3. Uchunguzi ulionyesha kuwa benki hiyo ilikuwa ikitumia mtandao wa kampuni za kivuli za nje ya nchi kuficha miamala ya kifedha. Miamala mingi kati ya hiyo ilikuwa na uhusiano na benki ya Vatican. Hii haikuwa habari ndogo, hasa kutokana na wahusika waliotajwa, hasa Vatican, achilia mbali mtandao wa kimafia. Kashfa hiyo ilitikisa Italia pamoja na kanisa Katoliki kwa kiwango kikubwa, na hatimaye Calvi akakamatwa mwaka huo kwa kosa la kusafirisha fedha kinyume na sheria. Ingawa baada ya kesi yake kuendeshwa na Calvi kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 gerezani, alikuja kuachiliwa kwa rufaa. Hata hivyo,
baada ya kutoka bado alikuwa katika matatizo makubwa zaidi, kwani Banco Ambrosiano ilianguka na Calvi kama bosi akaanza kufuatiliwa. Kadiri moto ulivyozidi kuwaka, Calvi akaona isiwe tabu, akaamua kukimbia Italia akitumia pasipoti bandia, na wakati huo hakuwa akitafutwa na mamlaka tu. Kushirikiana kwake na mafia wa Italy ilikuwa hatari zaidi kwake. Jambo ambalo Calvi alisahau ni kwamba watu waliokuwa akishirikiana nao wana mizizi katika nchi nyingi, na hili lilithibitika siku chache baadaye, ambapo Calvi alikutwa amekufa chini ya daraja la Blackfriars lililoko huko London nchini Uingereza. Mwili wa Calvi ulipatikana ukining'inia kwenye kiunzi chini ya daraja hilo, akiwa amewekewa matofali mifukoni, na mfukoni alikuwa na pesa za aina mbalimbali, ikiwemo pesa za Italia, franga za Uswisi pamoja na paundi ya Uingereza. Mwanzoni, baada ya mamlaka za Uingereza kufanya uchunguzi, wakadai kuwa Calvi alikuwa kajiua, lakini kulikuwa na mambo mengi ambayo yalitilia shaka. Jambo la kwanza ni uhusiano wa kifo chake na Blackfriars. Jina Blackfriars lilionekana kuwa na maana ya siri, na kwamba kuning'inizwa kwa Calvi hapo haikuwa bahati mbaya. Jina hili linahusiana na Loji ya P2, ambacho ni chama cha Kimason ambacho Calvi alijulikana kuwa mwanachama. Wajumbe wa loji hiyo wakati mwingine walijiita Blackfriars, jambo lililofanya eneo la kifo cha Calvi kuonekana limechaguliwa kimakusudi kabisa na wala si bahati mbaya. Jambo la pili ni uwepo wa pesa kwenye mifuko yake. Wachunguzi walikuta pesa zenye thamani ya maelfu ya dola katika sarafu tofauti, jambo lisilo la kawaida kwa mtu anayetaka kujiua. Uwepo wa pesa hizo inaweza kuonekana ni ishara kwamba mtu huyu alikuwa katika harakati za kukimbia, na pengine alikuwa amejiandaa kutumia pesa hizo katika mazingira mbalimbali ambayo alidhani anaweza kukimbilia. Jambo la tatu ni uwepo wa matofali kwenye mifuko yake. Uwepo wa matofali katika mifuko yake si jambo la kawaida, kwani licha ya wachunguzi kuangalia mwili wa Calvi, hawakukuta ishara yoyote ya vumbi katika mikono ya Calvi, kuashiria kwamba tofali hizo ziliwekwa na mtu mwingine. Na mtu huyu ni nani? Maswali yakawa mengi. Jambo lingine ni kutolewa kwa kiasi kikubwa cha pesa. Inadaiwa katika akaunti zake za benki kiasi cha dola bilioni 1.3 ziliondolewa ghafla masaa machache kabla ya Calvi kufariki. Hii inafanya watu waamini kuwa huenda pesa hizo zilikuwa ni za mafia au zilikuwa ni za Vatican. Sasa waliweza vipi kuzichukua kabla mtu huyo hajafariki? Hili linaleta maswali mengi. Lakini jambo la mwisho lililotegemewa ni ushahidi wa forensic. Mnamo mwaka 2002, uchunguzi wa kiforensic ulihitimisha kuwa Calvi hakufariki kwa kuning'inia, yaani hakujiua, bali aliuawa na baadaye akaning'inizwa chini ya daraja hilo. Alama kwenye shingo yake zilionyesha kuwa alinyongwa mahali pengine kabla ya kuning'inizwa. Baada ya uchunguzi huu, swali ni moja tu: nani alimuua Calvi? Kulingana na watu waliokuwa wakihusika nao, vidole vyote vilielekezwa kwa mafia wa Italy na hatimaye Vatican. Mpaka leo, skendo hii inabaki kuwa moja ya madoa makubwa katika historia ya Vatican, lakini mpaka sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaonyesha ni wazi kwamba Vatican walihusika. Lakini uhusiano wa Calvi na benki ya Vatican unafanya Vatican kuwa moja wa watuhumiwa. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment, lakini pia usisahau kubonyeza linki iliyo kwenye box ili ujiunge na group la mafunzo ya Forex. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.